Wakati mwingine ukulima unaweza kuchokesha kwa sababu ya kazi ambayo inahitajika kufanyika, lakini siku hizi kuna vifaa ambavyo vinarahisisha kazi hii. Tuko naye Elkana Mwamunga kutoka Stihl East Africa, watengenezaji wa vifaa vya kurahisisha kazi za mkono vinavyotumika kwenye kilimo, katika misitu, kuboresha mandhari, usafi na katika ujenzi. Yuko hapa kutusaidia kuwa wakulima bora. Sasa nakuuliza Reverend B. Hapa shambani ulisema uko na mimea kadhaa. Kama gani? Hebu tuambie tu. Niko na majani chai. Naam. Viazi, maharagwe. Pia kuna majungwa pia. Wakati unaponyunyizia dawa kwenye mimea yako, wewe unaifanya vipi? Huwa tunatumia ile pump ya kuweka kwa ile inakaa hapa kwa mgongo. Ya sana natumia ile ya 20 liters. Na wakati pengine wewe mwenyewe hauna nguvu, kwa sababu unajua binadamu ni yule. Iko wakati ambapo kawaida, hiyo ni kawaida kabisa, lakini pia lazima mtafute mtu mwingine ambaye utamlipa pesa. Haya, na swali. Kuna matunda. Tuseme hata hapa naona kuna ndizi, kuna paipai hapa. Hii unanyunyiza vipi? Challenge ni urefu. Haifiki. Pia dawa ina kurudia kwa maana unakaa hapo karibu ili upate kunyunyiza hapo. So ni changamoto pia. Mimi nimemletea sprayer ama kinyunyizi cha dawa. Hii inaitwa SG230. Mashini ni kutoka kampuni inaitwa Stihl. Na ukiangalia inatengenezwa frame nzuri ambayo unaweza ibeba na si nzito ukilinganisha na ile anabeba lita 20. So unashika frame, hii frame pia nzuri ambayo haiwezi vunjika kila mara. Injini yenyewe ni 40.2 cc. Iko na uwezo wa kufanya kazi muda mrefu na pia ikupatie nguvu ya kuweza kufikisha dawa mahali unahitaji. Ningependa kwanza ni uchue kama hii inatumia stima ama inatumia petrol. Mashini zetu hizi ambazo unaweza beba kwa mkono ama unaweza kutumia kwa mikono sana zote huwa ni 2 stroke. Nikisema 2 stroke ni kwamba inatumia petrol, lakini hiyo petrol unachanganya na asilimia kidogo ya mafuta tunaita 2T oil. Kwa injini ya 2T au 2-stroke engine ni lazima uchanganye mafuta ya injini ya 2T na petroli kabla ya kumimina mchanganyiko huo kwenye tenki. Size ya tanki yake imebakisha tu kidogo tu ifike 1 liter. So ni 0.8 of a liter. Mashini hii inakuja na pipe moja, kwa kimombo tunaita suction pipe. Hii ndio unaiweka katika bomba lako. Unachukua bomba kama lita 10, lita 20, lita 50, unaiweka mahali pamoja, unatumbukiza pipe hii, unaiconnect na mashini hapo. Kwa ajili ya maonyesho tumetumia viuadudu vya kiasili ambavyo vinafanya kazi katika mimea mingi. Iko na delivery hose ambayo hii ndio inaelekeza ile solution yako ama dawa yako katika mimea. Hii nayo ni mita 30. Hiyo sinaenda umbali mzuri sana. Sasa hii pipe unaenda kushikanisha na hii. Hii tunaita, watu wengine wanaita spraying gun ama spraying lines. Ndio hii. Uzuri pia hii ni kitu ndogo tu unaweza beba, haina uzito mingi. Alafu pia iko na spraying patterns tofauti. Na just pande hii na pia pande hii ya mbele. Kulingana na ile jet unataka itokee. Na kulingana pia na mmea ambao unataka kulingana na mmea ndio. Pia uzuri wa hii pipe pia inakuwezesha kufikia miti ambazo ziko juu sana. Hiyo hata ukikuwa na mti mrefu ina gani inaenda kwa takriban mita kama 9 hivi. Yes. Alafu pia ukiangalia ile coverage yake ni around 2800 meter square. Sasa amekuwa akitumia knapsack na imekuwa ikifanya kazi. Ndio. Sasa uzuri wa hii ni nini haswa? Hii mashini ni kilo 13. Ile yake anabeba lita 20 na time pia. Hivyo inarahisisha kazi. Kubeba hii tu. Hii hata siku 2 mfululizo bila kulala unabeba tu. So na time pia 20 liters akispray maybe dakika kidogo imeisha. Anarudia tena nyingine. Ile mtungi na kwanza na encourage atafute ile kubwa lita hata 200. Akishaekelea pale pamoja hakuna kusonga. Mimi nina swali Elkana. Ndio. Sasa mashine hii unaweza kutumia kunyunyizia tu mimea dawa ama pengine unaweza kuitafia kazi nyingine shambani? Kazi yake haswa ni kunyunyizia mimea na mimea hata zile matunda nini hiyo ndio kazi yake kubwa. Lakini pia kama anaitumia kufanya unyunyizi wa boma yake ya ng'ombe ama ya kuku, nyumba ya kuku, hiyo pia anaweza tumia. Lakini asitumie kunyunyizia ng'ombe. Kwa maana hii pressure ya hii mashini iko juu kidogo kuliko ile ya knapsack. So haturuhusiwi kunyunyiza na hii mifugo yoyote. Na sasa
inapatikana wapi? Still tuko na distributors kila mahali. Na nikishanunua kuna warranty kwa hii machine ama nikishatoa tu kazi kwangu? Hapana. Sisi tunaamini ya kwamba ukanunua mashini yetu tumeanza urafiki. Okay. So tuko na warranty ya mwaka moja kwa kila mashini zetu zote. Lakini hii warranty ni particularly because of the manufacturer's default. Kama kuna issue ilitokea katika mtambo wakati ilikuwa inatengenezwa. Lakini ikatokea kwamba imetokea shida kama ni matumizi. Kama hujachanganya vizuri mafuta ama labda uliangusha mashini kibahati mbaya ikaharibika, hapo hakuna warranty. Lakini kama hujafanya hiyo yote na mashini imeleta shida within the 1 year, tupigie simu. Ni rahisi sasa kwa Bernard kupulizia dawa matunda yake na anaweza kufikia ile miti mirefu, ukarabati halisi. Nilipata kustuka, kumbe watu wamepata kazi rahisi sana kwa kutumia modern spray machines. Na iko na nguvu sana ya kupika dawa kwa umbali, sio tu kwa umbali wa chini, hata juu mti ambao ni mrefu sana. So within the same area ama katika pale moja unaweza pika dawa sehemu kubwa sana kutumia hiyo pambi ya kisasa. Na hiyo ni faida na chamba ambalo siko najua, na imenirahisisha sana hiyo kazi. Mzee anaweza kupulizia dawa bila kuvunja mgongo wake. Nimejionea, nimejifunza mengi sana. Niko na hakika ya kabisa ya kwamba hata mapato haitakuwa vile